Kuwahi kuoa kwa upande wetu sisi vijana inaathiri kwenye kama kwenye fursa tofauti tofauti. Kwa mfano mtu ukaweza ukaoa afu labda unaishi Rusumo lakini zikawa zinatokea fursa nje ya Rusumo yani ukapata ugumu kuziendea zile fursa kulingana tayari na wewe una majukumu na unahitajika ukae karibu na familia. Lakini vile vile pia kuna fursa zingine ambazo kimsingi zinakutaka wewe huenda labda yani usikae nyumbani kwa asilimia kubwa. Kwa namna moja ama nyingine hizo fursa utakuwa unazikosa, lakini bado pia kuna kazi zingine ambazo zinahitaji bwana inatakiwa labda uhame na nini. Kwa muda mwingine mimi naona kuna baadhi ya fursa tunazikosa kulingana na kuwahi kuoa. Unajua unapowahi kuoa na kusema labda eti mtu una concentrate bwana kwenye kazi kwa sababu eti upo mbali na familia, yani kwa upande wetu sisi wanaume sitaki kuamini kwenye kipengele hicho, kwa sababu yani wewe ukaweza ukafanya hivyo lakini yeye mwenza wako asifanya hivyo, au mwenza wako yakaweza akasema bwana labda mwanaume yuko mbali anafanya mishemisho kwa ajili yangu na yeye, lakini mwisho wa siku sisi wanaume wenyewe tunajijua sisi. Kwa mwisho wa siku ukaweza ukawa unachepuka hapa na pale, lakini kwenye hiyo impact ya kuchepuka sasa ndio ukaweza ukaleta hata magonjwa nyumbani na nini, hiyo ni changamoto. Lakini kwa mfano kama hujaoa maana unakuwa huna wa kukulaumu, maana utaenda sehemu fulani utafanya kazi kama ni michepuko siji na vurugani za ujana utafanya, lakini huna kukumlaumu, labda zidi tu utajilaumu wewe mwenyewe kulingana na kuna vitu unamisi kulingana na ujinga ambao unaufanya, tofauti na ukiwa na mwanamke. Ushawahi kushuhudia kijana yote ambaye amewahi kukosa ajira kwa sababu amewahi kuoa? Yeah, myself. Wewe mwenyewe. Ilikuwa kwaje? Mimi nakumbuka pindi naanza kuishi na familia nilikuwa Benako. Umeona hiyo, lakini kuna baadhi ya fursa zilikuwa zinanipita kwa sababu kuna fursa zilitokeaga za kwenye magari. Lakini nikifikiria sasa naenda zangu Dar es Salaam, tunapakia tunaenda Kongo na kaa mwezi wiki 3, afu ukiangalia mileage ni ndogo kwa sisi matani boy, kwa hiyo inanifanya mimi nishindwe kuiendea hiyo fursa. Yani unaposema tajiri yote kuna mwanamke nyuma yake ni sawa, lakini kwa upande wetu sisi vijana tunaojitafuta si sawa kwa asilimia kubwa. Unawashauri nini vijana ambao kwa sasa badala ya kufikiria kutafuta hela wao wanafikiria kutafuta wapenzi na kuanzisha familia? Mimi ninachowashauri kwanza kabisa, yani akili iwaze kwenye kutafuta hela, kwa sababu unajua kila maisha yani kila miaka inavyokwenda piskali zinazaliwa, au sio? Lakini vile vile kwa sasa hivi kwa kama sisi tukisema tujikite sana, watu wajikite sana kwenye mapenzi, yani manake watatumia muda mwingi kuyatafasiri mapenzi, kuyatafuta mapenzi, lakini watashindwa kutafasiri kwa nini mapenzi yanawatesa. Mapenzi yanatutesa ni kwa sababu moja tu, hatuna hela. Kwa tukisema tutafute hela ile yani kiserious kabisa, basi tutakapopata uchumi mzuri na tutapata piskali nzuri, yani mwanamke itafikia kipindi atachagua akupende kwa sababu anakupenda tu kimuonekano au akupende kwa sababu na maokoto.